ananiletea manguo zingine, unapata boy shati imejaa damu, anakuja anamuuliza ametoa wapi, anakuambia amepigwa. Juu amepigana wapi? Ni aje watu wangu wa power, karibuni sana kwa Kenyan Documentary. This is another episode of our educative documentary. So we are going to learn a lot from this. And today with me I have one of the greatest visitor hapa. Atajiintroduce, atuambie majina, then tusikize life story yake. And let's learn from it mazee. Yeah, welcome. Mimi naitwa Lau, nimetoka Dando. Huko ndo nimegrowia. Naweza kwamba tu huko story yangu. Vile mimi shida ilinigonga. Tukatu nikiwa mdogo. Hadi sasa hivi nimefika hapa. Mimi nikiwa mtoi. Nimelelewa na single mother. Tuko waine. Kuna first born wetu sasa hivi hapo kwake. Na brother zangu wawili. Nikiwa naingia class 8. Nilianza tu kwa umuru kadogo hapo. Nilianza na vile maisha ilinipeleka. Mkoro wangu ni single mother. Mimi nilishiriki siku za tu school fees. Siku za school fees. Kwa mkoro wangu anado. Yes, sisi ya main big girl kwa form 1. Alikuwa footballer? Alikuwa form 1. Oh, form 1. Sika kuwa yeye ndo anashughulikia, yeye ndo kila kitu. Mimi nikiingia class 7, mkoro wangu wote anajiweza hivyo sana. Mkoro alifika mahali akakosa school fees. Akakosa school fees yetu sisi wote. Tunadingi kazi ya saloon. So ulikuwa unapata hadi akiwa ameenda mboka utafanya hadi kazi kani ya 200 ama 100. Hiyo ndo tatulisha naye. Hiyo ndo school fees. Hiyo ndo kila kitu. Ninafika kama time hadi anasaidianga watu kufua. Napata ilikuwa ikifika mwisho wa mwezi atakosa ule mtu ana atamuita mfulie. Hadi kama ni ya saa 8 ama saa 7. Alikuwa ikifika mwisho wa mwezi. Hadi kama basi ni mtu watu 4, 3 amefulia. Mama ameshukana. Yeye atalipa school fees. Yeye atalipa nyumba. Yeye tutakula. Yaani yeye ndio kila kitu. Sasa mimi nilifukuzwa school shule. Na bro zangu pika kwa wamefukuzwa pia hao. Tuka mkoro anado. Kale tu tuke kwa nyumba jua na pesa. Pia mimi kwa tu pia mimi nikae. Na nilikuwa class 7 third term. Nilikuwa ni register mtihani niingie class 8. Kwa nimeregister mtihani, nilifukuzwa nikaenda home. Kama mkoro wangu nimechujwa. Karudi shule akabonga. Kalia. Mtale walimu wakaliaje, alipe school fees. Mkoro kalia sasa anado. Ukasema hataki kujua. Jamemvumilia sana. Kama mkoro amerudi na mimi home.
Nikasema ndarudi shule school fees imekuja. Nikafika siku ya tu kuregister mtihani, nikaenda nikaregister. Nikasema class 8 ndio naenda kusoma. Hiyo class 8 Januari ikifika, niliingia Januari ya 2020. Mkuru wangu nikamwonyesha aje. Sasa utapata school fees. Utafanya nini? Utendo ulipe. Juadi masomo tunasoma saa hii class 8. Kama mtihani yenye naenda kufanya hiyo KCPE. Pia ni masomo tu ya nyuma, ni marudio tu. Hiyo itanishinda. Akasema ni sawa, acha ningebalisema nitatoa hadi kani dhoine. Nenda nilipie mabrother zako wapi shule? Ni kama ni mbili. Amen, nikamwambia ni sawa. Kabla sema nafika hiyo second mama that time. Wote kumekosa pesa yangu ya kuregister mtihani. Nikamwambia ni sawa. Tukakaa mwezi mmoja. Akapata school fees ya mabro zangu. Katumiwa na brother yake. Kamtumia dhao 4. Kapana dhao 2 kwa mkoro kwa brother yangu. Na dhao 2 kwa huyo mwingine. Akakuwa amerudi shule. Na mimi nikasema badala ya kukanga home bure. Mamangu yushinda saloon. Asiati anapatanga kila siku. Nikisikia nitiwa mboka kufua nitamsaidia kuenda na mfundishia. Nilikuwa kiti wa mboka. Mimi ndo ndaenda. Nitandika ni best yangu hadi mmoja. Ina naye nifue. Mgawi hadi kama basi nikakuota. Pesa nusu mimi nibaki na nusu. Nina jenga mkoro wangu zingine. Wanda bedhe tumegrodi sai. Na hiyo pesa ya kufua. Hiyo pesa tu ya saloon na tunaishi. Lakini nilifika mahali nikasema badala mkoro wangu endelee kushinda akisema natafutia school fees. Na bado siku ya mtihani hajafika. Nitafute mboka. Nikipata fanye nini? Nifanye kabla niseme nafanya hiyo mtihani ya class 8. Tafuta nikapata kwa hoteli kwa best yangu. Akaniandikanga hiyo mboka. Kumwambia hadi kani ile kidogo basi sasa hivi siendi chuo saa hii. Nenda mtihani kufanya tu mtihani peke yake. Fanya nini? Nipengu saidia ngadika nikosha kwa situ tuliomba. Ananiambia ni sawa, jioni ananilipa ngapi? 3 ama tuchwani. Nikamwambia ndaridhika. Usiati nipata kuna mali nilikuwa nipata. Mimi nikaanza kwenda mboka ode. Afanya mboka yake hapo. Unapata different types of people wanakuja hapo. Mimi nikamwambia ngaje. Mimi ndo nataka kwa masaa hii. Ndio ndo masaa yangu kutoka. Akalia ai. Wote kuna toka kwa masaa mbaya. Ndio hadi huko najulikana. Mimi nikamwambia ni sawa basi. Nikafanya hapo mboka. Ile nusu napata na pia mkoro wangu. Ile kidogo napata. Namsaidia kwingine na mimi nabaki nyingine. Kabla mtihani sema inafika. Hii story ya masherehe na mabeste. Tunaanga bukla fulani grupi. Naambia naje. Acha tuende huko tupige nini sherehe. Ndio kupiga sherehe. Kwa nimelala hivi. Sijaizo ya kulala hivi. Kurudi kesho yake. Piga sherehe asubuhi. Rudi kesho yake mkoro nichuje. Aliato nirudi mali nimetoka.
Ndio kuna vile natoka mahali nimetoka nikikuja hivyo na jumba nimetoka. Mimi nikamwelezea nikamwambia jana nilishikwa machilasi asubuhi. Niambia nipe namba hiyo mwenye alikushika. Nikakumbuka ni uongo. Sema hiyo haina haja. Kamwonyeshaje? Sitarudia. Kurango kani brush. Nzuri. Wale tulikuwa na mtu wangu. Na wenye tulikuwa nao kila mtu alikuwa na mtu wake. Nasemaje? Ai. Kama koroko amekuchuja, fanya aje? Kama tuke na wewe, Ai, mimi nikasema iko sawa. Ndeni. Kuenda. Tukana maboy. Kama kila mtu basi ende na mtu wake, tulikuwa mimi na mwalimu wawili. Kila mtu akaenda mtu wake, aende kwa mtu wake. Mimi nikaenda na mtu wangu. Kidogo. Mimi nikaonyeshaje huyo boy. Anajua umeamua kukaa na mimi. Utanishughulikia. Alienda kushughulikia. Kila kitu nakufanyia. Sasa nikamwonyesha basi ni sawa. Anaonyeshaje usirudi home. Kama usirudi home utakaa na mimi. Akamwambia enda kana wewe. Akamwambia sawa sirudi home basi. Tukakaa naye. Bwana yule namuitisha na nipea. Yule tianga tenje hadi. Unamuitisha hii anakuletea. Akona nichafunga mambli. Unapata tu alikuwa boy mfiti. Lakini huyo boy sikujuanga alikuwa kutanga kumbe ni step. Kumbe ni? Stepper. Stepper nani? Stepper ni mdingo. Oh. Mimi nikakatuna boy na mutisha na nipea. Namuuliza kuna duingi job gani? Na mimi napiganga tu mboka yangu safi. Nikamwambia mboka gani? Akanionyeshaje? Mimi nafanya kufanya nini kujalisha gari wapi? Tapatao. Mimi nikamwambia ni sawa basi. Mimi sijangi boy kumbe na mimi. Yaani ile tunaenda malapu imefika ni masiku tumekaa. Tunasema cha basi tuende malapu hapo. Hadi sio tao basi. Tupige kwa malapu. Tunaenda huko napata ni boy anajulikana. Ni boy tu huko pia yeye ni famous tu yani. Nikafikanga tumekaa naye. Napata boy hizi akosi vitu kama hizi makenfa. Boy mwenyewe alikuwa ngadi na hizi maskru yonishona hizi vitu sharp. Boy mwenyewe akona vitu hizo. Sawa. Anakujanga nazo kwa nyumba. Boy tu amechafua bado kimwangalia na katuka hivi sasa. Mimi ni mdengo. Mimi alikuwa anakujanga na niletea. Anakujanga na niambia hizi nisindie wapi? Chini ya carpet. Mimi ni sawa. Mimi sasa hadi sikapatikana huku. Unaweza fanya nini? Nishaje. Sitapatikana na nani? Wewe suni. Naomba ni sawa lakini hizo vitu ni tricky wewe juu. Ananiambiaje? Ananiambia ni tricky na hizo ndio kulisha. Anamwambia wewe. Nandi sina noma sijakuliza na ubami sitakataa. Ile mnaleta na juu. Economy make sense. Mbona kaka na mimi kama miezi 4 hivi. Kaanza tu madharau ndogo. Unapata yule boy wa masherehe pia yeye. Ndio kuenda na
Sasa shachoka na wewe na wengine ndio njuku. Uko ndo nenda sherehe. Mimi anakuja tu ananiletea manguo zingine unapata boy shati imejaa damu, anakuja anamuuliza ametoa wapi, anakuambia amepigwa. Juu amepiga na wapi. Unapata amekuja na matenzi amezihesabu hapo na shindwa wewe. Hizi tenzi zote ametoa wapi? Nishaje? Walikuwa walevi. Akawa walikuwa bash, mabeste zake jini walevi akachukua akawasundi. Akawasundia. Mbe ametoka wapi? Kumbe yeye ametoka round. Anangoja asubuhi kwenda kwa bruka. Anamka na nidanganya aje, acha nene nikatafuta mabeste zangu 1 by 1. Niwajenge tenje zao. Kumbe anaenda kwa broka jioni amekuja na dada nionyeshaje. Tena leo basi hadi wagete David anje. Kani mimi ndakataa. Sitakataa. Pia mimi nao naenda sherehe. Napiga mimi piga luku yangu safi. Enda nao sherehe. Kuna kabaga alikuwa anapenda kubeba. Nabeba kabaga hapo nyuma. Kumbe wameweka maseti zao ndani. Mimi na tumefika hivi Bukla. Unapata kumbe maboy wako mboko huko ndani. Sawa. Kidogo. Si ndo tulikonga sasa wa kuchikirana. Tunashinda mbona hawa wanachokozana hivi. Alafu wanatuingiza ndani. Kaka wewe. Nini kupata na mtu wangu? Sijui nini. Ile kugeuziana, kama mambo wanade kutoko. Saka baridi hapo dakika 2 kazi ya kuisha. Tenje toka kama watu wametoka nje ya buku. Nasikia tayari nduru unapata watu wanadini suda nataka kwa raani. Nasikia tunaulizwa aje. Hapo jana mlikuanga na mtoto. Tuonyesha hadi sisi tumepata huku. Sasa tuko nao, si hadi tumepata huku. Ndio hapana. Hakuna vijana wamepata huku, nyinyi ndio mliingia nao. Tunaonyesha hapana. Sasa tukuingia nao, sisi tuliopata huku. Hata sisi mlikuwa nao meza moja. Na mbona tulikuwa nao meza moja, sisi tunajua kuida madem. Nikukuja unapiga gap kikombe moja, sasa tukaona wametutia pombe na tungekata. Sini watu wetu nasikia mtu amepiga tenzi hana. Patandeni wapi huko? Hawa shasafisha na menda na tenzi za wenyewe. Sisi ndo tunabaki raani. Na mtunzo tunajitetea. Kama mtashikwa mshikwe, kama mtashikwa shida yenu. Achangu. Tukalianga hapo tulitulia changu raani. Tukasema jama boy. Tukatu hivyo. Wanamaliza hadi kama ni sisi wanatafutia. Wanamaliza udu. Tukasema aje. Acha tu tujitoa hapa raani. Jaribu kosa kujitoa raani, hata kuja kutoa raani na sheda na vitu za wenyewe. Tukabonga nao tukaonyesha sisi tuko nao. Sisi kupatana tumepatana. Tena uzuri ilikuwa ni bashia msi. Sawa. Tukaambia iko sawa basi. Kama ni sisi basi. Angalia ni nini CCTV. Sio tu wakaogopa wakasema hawa hawafai kufanya nini wakifanya hivi. Tukatochilenga tukaenda. Unajua ni ngori ya kwanza tumuondokea. Ingekuwa nikupigwa, tungekuwa tulisha brush. Tunameingia nazo. Maboy peleka simu kwa broker. Enda kanjwa zao. Yeye mtu akakuja kaguzisha tu mtu wake do yake kwa baridi. Pia si ndo alitoa sharahani. Sasa katuguzisha zetu. Wewe unacheza. Kumbe uko tao mali na malizanga. Mabeste zake yana kujanga. Tunasikia tu beste ya huyu amebaki. Tunashinda amebaki tena aje. Na alikuwa na yeye jana. Hapana. Mtu wako alihepa. Meshindo alihepa na yeye aibangi. Yana kufanya kujazisha gari. Hapana. Jana wametua roba sote na fulani na fulani. Naonyesha hapana. Hiyo si kazi yake. Tutasikia tu story. Lakini alifanya nini? Yalipatch. Nikakaa hivi nikasema, masengine amejua kuja
shati imejaa damu, wanasema tu wametoka kubrush, wametoka kupigana na mabesti zao na kumbe ni uongo. Nikakanyagia tu nikamuuliza kwani nani? Kijana mliko wapi? Nimesikia mmetua. Si wapi? Si mimi. Nimemwona besti yako pale na fulani. Si jana mse fulani amebaki wapi? Yapata au na mna jana na mlikuku na yeye amebaki tao, kwani pia unaibanga tu? Hapana. Yali iba akapatana na mimi, watoka samanushi na yeye. Sasa ikakongori ni yetu sisi wote. Kile mtu wangu nikimwangalia niko na wasiwasi. Unajua kuna kitu wamefanya. Na ni time wanaweza tafuta. Hai. Akatu mimi nilitaka kwenda kesho mahali asubuhi kwa besti yangu fulani. Na mimi naenda kufanya nini asubuhi? Tutaenda tu masaa yote juu. Mtapatana tu lazima. Hapana. Na masaa mali tunapokwenda asubuhi nimpeleke achukue sinki yake. Anaomba iko sawa basi. Kumbe na kienda kama mafichoni. Mtu ajarudi usiku juu. Anashindwa mbona ajarudi leo? Unakuwa na wasiwasi. Nasema kai. Tena ndo umesikia besti yake mimi nakukonea mbaya. Alafu yeye la ajarudi, inaweza kuwa mishiko ama inaweza kuwa wapi. Inakuwa na wasiwasi. Anasema wallahi mtu asaidie mali yako. Yako sawa, lakini wewe na nashughulikia, wewe jua. Wewe boy ndo aende afanye hizo, ni wewe unatafutia. Na wewe jua redo ushahipa kwenu. Umetoroka. Atafanya nini uko kwake? Ni watu watatafutia. Hivyo sasa tutataka kuona. Tunamwambia besti yako anapiga luko kumshinda. Asikie poa na anajua kutafuta. Tu ndo mboka atapiga. Unapata anaenda. Hata fanya tu yoyote tu ndo akuja tu yani kufurahisha. Semeaje? Ile mama za mind. Bora tu. Usisikia nalia shida. Mimi hivyo kuambiwa hivyo. Nikashindwa kwani anaweza kuwa kwa wapi. Kukaa hiyo siku kesho yake. Nasikia ati mtu wako amepostiwa. Shinda amepostiwa tena. Angalia ndani ya crime. Kumbe si yeye. Ndio besti yake mnalima. Wewe si mtu wangu. Tusira siku alikuwa na mtu wako. Labda kwa alikuwa naye lakini mimi sijui. Kwa alikuwa naye. Ndiye basi ni sawa. Duaje. Angalia mtu wako na mwambiaje ajichunge. Najiambia wewe sadi mali yako sijamwona siku mbili. Anaweza kuwa kwa wapi? Sema tu wallahi. Iko tu sawa. Acha nende nimtafute wapi Stenje. Nimtafuta Stenje yuko. Nikasema kaa yuko Stenje anaweza kuwa kwa wapi? Sijasikia fununu zangu. Nasikia tu boy wako wanted. Lakini zima mali yako. Mimi nikasema acha nitazame exhibit zake zilizo huko kwangu. Nifanye nini? Nije kando ya besti yake. Ndio na besti yake fulani hapo tunashindana naye, nikamwambia hizi vitu kesi zidai. Ndio tutaletea noma na mwenyewe hadi yuko. Ikakuwa nikutafuta na tafutwa. Wakujuko zipoto huko. Itakuwa niko kwa ngoro. Nikasema acha tu mimi niachane nipeane. Si nikapeana. Kuzipeana. Ndio nilikaa hivi chini. Nikasema boy. Hizi vitu niziache hapa. Alafu manjegea wakuja. Wazipate. Ikamina niko kwa ngoro sema nimtoe. Nikijana mwenyewe sahi hayuko. Bado pia mimi ujua naweza kaba. Sisahau. Wataniviza ndani usemeaje. Hadi mtu wako atoke. Nikikumbuka mamangu wana do. Nikikumbuka wenyewe. Niomba pia masaa ingine
tumedi kama ni wanchwani wapike sapa. Ndio nataka kumngiza kwa ngori kama hizo za tizofala tizangu na mtu wangu. Ukiona hii wezi. Pia mimi nafanya nini? Kama tu pia mimi ndaenda kwa mkoro wangu. Pia mimi ndaenda kwa mkoro wangu. Eko ndaenda kwa mkoro wangu kaambia nipigie simu. Nikasikia mimi niko mahali fulani. Nimejisunda huko. Ngori ilikuwa yetu. Sasa huyo ni yule boys wako ndo anakupigia? Ngori ilikuwa yetu. Toa zile hizo maset zangu kwa nyumba. Ufanye nini? Uende uzijue mali utaziweka mali sina. Nikamwambia mimi hadi hizo nilishatoa na nikazipeleka mstiri mimi sina. Nikamwambia wajua tu na Tracy. Nikasema afadhali nilitoa. Na nikafanya nini? Nikaingia exit. Hadi labda huko kwetu ana Tracy. Na Tracy. Kumbe ni ukweli ana Tracy. Hiyo siku nalanga. Kuja tu vitu zako. Wanaka nasikia ni mwezi na ana Tracy. Ana Tracy. Wanasema anaishi kwa hii plot atachinja kuja kila siku. Unashinda sasa. Vitu natoa upeleke wapi? Yeye mmelipa rent mmeka nusu wa mwezi. Kumbuka bado si ati rent unajua mali utatoa na mtu wako ready ashaenda hivi. Unashinda sasa hadi do unatoa wapi sana? Kama mume mwenyewe ako wapi? Mimi tuenda natoa vitu na nauza. Kwanza nikasema mimi ndio huyo boys. Sawa? Kila mtu achake maisha yake. Yote ningeza tu kwa nguvu. Lakini the love is blind. Hatukukaa hadi sana. Niliziuza. Nikatumia huyo boys ndo nusu. Ati nikakomboa nyumba yangu. Niweze kukapikia. Nikaona Tane by me kama risk yangu nianze maisha yangu. Bila huyo boy. Nijitafutia doki vyangu. Mimi nikalipa nyumba na donusu. Dunia alikuwa na asset kwake. Nikalipa donusu. Nikalipa ya mwezi 2 nyumba na nikabetu vitu kwa nyumba. Mimi nikaanza maisha yangu. Huyo boy akijuanga madina hizo. Yeye alikuwa ananipigia tu simu. Na mnisha misdai. Wewe the more tunakana wewe the more ningista kwa shida. Yako nipigia simu akiniambia mimi niko mahali fulani. Njoo naweza niachilia saa hivi kijana anakwambia unaweza niachilia je sasa niko kwa shida fulani. Unamwonea tu huruma unaona hapana. Ubasi lazima achilia. Joredi analia tazamara tu mimi basi lazimalisha si wewe nilikuwa natafutia. Sasa nilikuwa natafutia alafu sasa unaniacha tu usikie natafuta. Hizo story mama hizo tu za mabovu. Na amehurumia. Yakanaoneshaje. Na kama fulani na mali fulani. Akakujanga tukakaa na yeye. Ikakuwa anaenda mboka. Wewe sasa tutakaa nunua ili kwa nyumba. Ni aende tu mboka ndio amekubali kurudi. Ubabia bado. Ni hiyo wili stroke 10. Enda. Kitu tu ya mwisho mimi nikujanga kupigiwa simu. Niliambiwa mtu wako amebaki wapi taa. Ameandikiwa madangapi? Madambia. Kana madanga mse wapi kutao? Nani wa hivi? Wanatembea na kisu na bunduki. Lazima mimi bunduki sijui na mtu wangu. Lakini hizo vitu kama Taiwan ndo mshaimwona nazo. Lakini iko sawa juu amempata kwa sidi. Sita complain juu already ashaenda. Fufu. Nilisikia udu lakini hakuna kitu ningefanya. Nikumbuka bondo alikuwa anashughulikia yangu. Ananitafutia. Ananipa kila kitu. Sikuwa menini.
lakini hiyo bado haiwezi tosha. Nikiingia hapo form 2. So hii time unaishi na yeye bado ulikuwa shule? Hapo ni senye mkorongo nilikosa school fees. Nilikosa school fees, niko na sasa inaja nirudi nikae na yeye. Na hapo nilikuwa form 1. Niko na inaja nikae na yeye. Sasa niache shule. Sika kuwa hiyo saa hiyo form 1 imeisha, hiyo term moja. Hiyo mwaka hiyo ya form 1 ndio 2021. Imeisha, tuko 2022. Ndio sasa nilikuwa niingia form 2. Niko na mimi naye kaa ilikuwa ngatu iko hivyo. Acha iko hivyo, siwezi rudi shule tena. Form 1 nimesijasoma. Ndio form 2 ndarudi shule. Yes. Nasema form 2 sitarudi shule. Na sitajirudisha nyuma hadi masaa imeenda. Mkorangu nikapatana na yeye. Ananionyesha aje. Sasa natakaje ni maisha yako. Nikamwambia mimi nishamwazi kukatuma dika. Kaniambia sadi masomo likata. Nikamwambia sio nikosa school fees na masaa zimeenda. Tutafanyaje na masaa zimeenda? Ilikuwa tu kui hivyo jua nyako na ndo. Hadi sasa pia kwa ndo. Sasa yako na ile tu kungangana na saluni. Yenye napata alishe ile pia mimi ndapata. Nimpedi kama nile kidogo. Nikakaa miezi 3. Miezi 4 nikiwa kwetu. Nikapata msemo mwingine. Kumpata. Yana sasa. Alinipeanga mapenzi yake tu, lakini alikuwa ananigonga. Mtu anaenda na leo. Atajua kuna do. Akona nini, akona na pesa. Amekuwa kapua lakini anakugonga, anaweza kufanya madharau tu. Mimi niliona mimi na mwezi nikanga black. Huyo bado nilipatana na yeye. Akamsema nikaona yenyewe wewe unaweza nigaramia juu kweli alikuwa anashughulikia dini hiyo kwetu. Akajadi area akamwambia mkuru wangu. Atakana mimi. Kwa mkuru amekubali. Sio kukana mimi. Huyo boy ni mtu alikuwa kama vitu. Anatumia vitu zake. Anakuja na mikono. Anatumia vitu zake. Anakuja na miguu. Niko na bila mwanaume nikangangia. Sasa nike kwetu. Lakini sasa niko nishambia mamangu nimetoka. Ndarudi kweli tena semange na nenda ngukona kusana ngana ndoa unarudi home. Nenda nakosana na ndoa unarudi home. Kama ni umeamua kukaa uliamua ni ndoa kaa kwa ndoa. Ungeamua huku home. Hakuna mtu angefanya nini? Hakuna mtu angekukaa na kukonga hivyo alama. Mimi nikanishaje mkoro wangu. Ndio basi iko tu sawa. Huyo boy naye ikifika mahali mimi ndambambisha. Na sasa alikonga kibombe. Bado ngembambisha ingetolewa. Mtu anakoka black iwe juu. Anaenda anatumia vitu zake anakuja na kugonga. Kesho tena kidogo. Juu mtu mshazoeana anakuonyesha madharau. Sawa. Alikujanga kanijava. Anipea mimba na kaniacha. Kenda kazi ya tu wale mademu wenye alikuwa amezoea. Akikuja akinigonga na arudi kwa mademu zake anafurahisha. Mimi ni alama ndio najua niko kwake siwezi toka. Anakuweka alama. Anaenda anatafuta mademu. Unapata anaenda kwa mabesti zake. Analala na mabesti zake huko. Anakuja mimi anatoa nguo, mimi ndo namfulia. Mimi ndo namfanyia kila kitu. Tena anaenda, anaoga, anaenda. Anakuja anangoja namfulia. Anachunchungua anaenda. Niko na mimi haiwezi. Sasa alikuja. Kanipea mimba kaniacha. Akalisema mimba si yake. Nirudi kwetu.
Kenye tu mimi nilifanya, nilirudi kwetu. Kurudi kwetu nikasema tu walai, yule amenipea mimba na kaniacha. Uko tu sawa. Naye tu mali yako pia yeye. Pia atahangaika. Hai. Kwa nini siri? Alikaa, akakaa, saa hii. Hizo pesa zenye alikuwa nazo, wewe jua ziliisha. Alikuja akaisha yeye mwenyewe, sawa. Ndio madhara yenye alikuwa ananifanyia. Hadi nasema afadhali tu ule wangu mwizi mwenye alikuwa ananipea kila kitu na niguli kushinda huyu mwenye ananipea kila kitu ina nakugonga na kutreat vibaya, asharuka. Nikasema chapa siende kwa mama. Nifanye nini? Mwambie kina mimi hadi kani basi ni mwezi mmoja. Nije vile napata kazi nifanye, nitoke nijikombole nyumba yangu. Mkuronga kaniambiaje? Wewe fanya aje? Wewe ambia watu wenu wako kusaidia dika na mbele ukomboe nyumba. Akisema watu wenu sana maanisha wale watu wa boy. Ambia watu wenu wafanye nini? Wakukombole nyumba. Nikapiga hesabu. Sasa mkoro anapiga situation yenye yako. Tena nalipia mabro school fees. Bado nyumba pia bado inamngojea. Tena mimi nimeenda na mtoto wangu na nyumba yangu. Naanza kumwambia vitu vingine tena zenye haziko, sijui na amenitoka sijui ameruka. Hadi mkoro anashinda sasa Tanzania. Hiyo sasa ni gharama nyingine nimemwekea mzigo mwingine. Ndio lazima tukuje. Usisahau nimerudi nikiwa na nini. Na akaona hiyo iweze, akanikopea tu 200. Akanipea. Niambia komboe nyumba. Nikakomboa nyumba. Na hapo nilijilea. Pia mimi nikafua. Nikaitwa Ngamboka, kuna mama alikuwa ananiita Ngamboka kila mwezi. Namfulia mwenye alikuwa rafiki mamangu. Nafua. Nalipa nyumba yangu, adikani hiyo kidogo kidogo. Wengine walikuwa wanalipia pia nafulia kidogo kidogo. Napata hiyo ndo ndalipa nayo nyumba. But nilikuwa nasema hiyo kidogo imenisaidia. Hadi saa hii nilikuja nikazani kuna mtoto wa miezi 3. Hiyo tu ndo bado inanishikilia. Lakini sasa niko sawa. Kushinda ukiwa na bwana na nakutesa. Sirujile mtoto wako pikivi yako. Mimi nisema mimi story ya mabwana. Niweka kando. Wewe zinitesa na nitesia hadi mtoto. Kumbuke mateso umepitia ukiwa kwenyu. Na sasa umefika tena kwa mwanaume. Utakubali. Nisema yeye kila mtoto wake mwisho yake. Nile natuacha tu nile mtoi wangu. Anijue vile mamangu. Tapata mboka hiyo akishikilia tu yake ya saluni kidogo kidogo. Hadi sisi tutapata saada muradi. Sasa mtoto wako kwa how old? 3 months. 3 months. Sasa kwa 3 months. So sasa hii hauna bwana na umetegemea tu mkoro. Mimi sasa nategemea tu mkoro wa mimi. Hiyo tu ndo sasa niko na yeye, si ati mimi. Ni job gani na gani sasa unaweza fanya? Mimi kazi tu yoyote. Bora ni kazi, mimi siwezi chagua kazi, bora imejipa. Juvele siku kuwa nayo. Sikusema tusilimpe kazi na sikusema nipewe. Sasa mtoto wangu nashughulikia. Kwa anafaa pampers. Anafaa labda kukula. Mimi mwenyewe nafaa kukula. Pia mamangu siwezi mwachilia. Juu amekubali kukaa na sisi. Sasa lazima nikipata ile kidogo sasa niende nimpe nusu tunagawana na bei pampa nyingine ya bei sapa ama nene bei mtoto wangu ninajuana na nimpe nusu ya juu hata bei sapa ama kingine baya. Lakini tu mimi kenye tu mimi naweza sema
mimi maboy tu wache crime. Kwa hiyo naweza sema najua, lakini sikupenda kwao ni vile hakuna wera najua. Huku kazi ni kuchaguana, unapeana na kuchaguana. Unapata kama ni area yako mmepewa pale kazi, unapata unachukuliwa na kuchaguliwa, sawa, na kukaguana. Huyu labda unakujuana, yani huyu ndo tunamjua, ndo tunaweza mpea kazi, ama huyu ndo tunamjua tunaweza mpea kazi. Hiyo ndo shida. Na sasa maboy wakiona hivyo, sasa na sasa wanamboka. Wewe sasa ni mbigi, mtu amefika 18 years 19, utakubali kwa mkoro wako? Utakubali. Unajitafutia yako. Lakini Kenya tu mimi naweza sema niache tu crime. Nasakaja pia ni kazi. Kama kuna kazi pia maboy wapewe, pia wagawiwe kama wengine, ndo hadi wapunguze. Juu ukiona ko busy na hii kazi, wewe jua atafikiria kwenda ati sijui kuibia mtu. Akitusema natoka asubuhi anarudi jioni, na yeye anajua hapo ukija jioni kama amelala, utasikia kijana yote ati ameenda kuiba. Hivyo ndo maboy reform na kupata mbo kuna juu itasaidia. Sasa tu mimi Kenya tu mimi nasema ile tu mimi nikapata tu ndo nisani support ama tu mtei wangu. Nasikia tu nizawametu asante. Sasa hii tuseme tunataka kusaidia, tunaweza kupata wapi? Niko tu Dandora kwa mkuru wangu. Uko na tenje, uko na simu? Namba yako ya simu ni gani? 07 23 732 609. Sawa. Sasa mimi naomba usiseme utaki boy tena, but unaweza chagua at least. Hata ukipata job pia na itakuwa rahisi kuchagua mtu unataka. Heri kazi kushinda mwanaume. Heri kazi kushinda mwanaume. Heri upate kazi kushinda kupata mwanaume. Mimi sasa mwanaume. Sasa unapata mwanaume anakupenda na kukaa vizuri, amekuchagua wewe na mtoto wako kama na mtoto wenyewe, ni ngumu. Okay, kuna seri tu ujishughulikie, ujue tu mimi najitafutia hivyo tu, na natafutia mkoro wangu pia juu yeye anapata sisi sawa. Mkoro wangu lazima pia kuwe mbele, but kuna yule mtu pia ako kwa ndoa, anapigwa, ananyanyaswa, yani anafanywa tu vile tu ulikuwa unafanyiwa. Unaweza taka kumwambia nini? Mimi nataka kumwambia siwezi mwambia achane na mtu wake, siwezi mwambia mimi tu mimi naweza waambia ni aje tu vile anaweza badilisha mtu wake. Sawa, watafuta dikani busy kidogo, dikani ya kiatu ama kuuza matisho hivi, matroza, na hapo mtu wake afanya busy kushinda ikatoa dikani kabisa kiatu shindangi hapo basi na yeye, ama busy ya tisho shindangi na yeye hapo, kana kufunga kazi. Ndio watu waseme mnafuatananga, lakini unajua mtu wako haiko kwani kwa mangori, ako tu safe hadi akitembea mahali, unajua mtu wako yuko tu sawa. Bado ukisikia mishiko unajua ndio mtoe utatoka, si ule mwenye unajua wewe kishashika ni hatari, lazima asukume. Watu tu wa change. Umesema unaitwa? Mabadiliko Lau. So guys, hiyo ilikuwa story ya Lau. Tumesikia zile shida amepitia na bado anapitia the same problems. Sasa hii ako na mtoto wako 3 months, ana job, mama yake amemtegemea, wanaishi Dando. Kitaka unaweza mvizi tuko Dando uone life yake venye ni ngumu. So ningependa tumsaidie na ile kidogo tunaweza pata. At least amesema anaweza taka kufungua job. Hata kama tukimshikilia to make sure amefungua job ya kuuza matisho, hata kama ni fruits,
yenye tu anaweza pata kitu tu any day yenye inampush, unaona. So ningeomba tumsupport kidogo tu yenye tuko nayo. Namba yake ndio hiyo amesema. Naweza rudia tena namba 0723 732 609. Maze ile kidogo tu unapata, na si lazima mtu atume. Yule mwenye unajua kutoa ni moyo. Sasa naomba tu support yetu. Unaweza kosa kutuma doba, tunaweza mweka kwa maombi. Anything inaweza msaidia, na tunashukuru yeye kuwa tempted akaingia kwa crime. Juu mademu wengi ujipata wameingia tu kwa crime hivyo. So guys, see you next time, and let's pray for her and support her.